Yes, tumewasili nchini Algeria, lakini mambo mengi zaidi anayazungumza hapa meneja habari na mawasiliano wa Africans. Namna gani kikosi kimewasili? Asalamu alaykum mjomba. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uko vizuri? Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Tupe habari wananchi. Kama mnavyoona hapa tumewasili kwenye mji wa Tizi Ouzou. Mji ambao ndio kuna kituo cha mchezo, mji ambao ndio maskani ya wenyeji wetu JS Kabylie. Wao wako hapa. Kufika hapa Tizi Ouzou kutokea Algiers ambako ndiko tumeshuka na ndege ni mwendo wa safari ya lisali moja dakika 40 mpaka na dakika 50 kutoka pale Algiers na basi kuja hapa. Kwa hiyo ukijumlisha safari nzima kutoka Dar es Salaam mpaka Dubai tukalala siku ya jana, tukaamka leo asubuhi kutoka Dubai mpaka Algeria, masaa 7 hayo angani. Dubai Algeria kuna masaa 5 ya Dubai Dar es Salaam, na hili sali moja hapa dakika 50. Jumla tumetembea safari ya masaa kama 13-14 hivi kufika kwenye kituo cha mchezo. Ilikuwa safari ndefu ambayo ni kweli imetengeneza uchovu kwa wachezaji, hata ukiangalia kwenye nyuso zao wamechoka na safari, kwa sababu leo ni siku nzima wamekuwa kwenye safari. Na nimeona mtandaoni watu wengi wameripoti tukio ambalo limetokea pale uwanja wa ndege wa Algiers. Tumefika pale na bahati nzuri tulifika na wenzetu wa Mamelodi Sundowns ambao wao wana mechi pia na MC Alger, na sisi tumekuja huku JS Kabylie. Tumefika pale airport, tumespendi kama masaa 4 hivi ndugu yangu, tukisubiri vifaa vya timu. Kwa mtu ambaye haelewi vifaa vya timu, ni mabegi ambayo amekusanya jezi, mipira, zile equipment zile kama cones na vitu vingine, ndivyo ambavyo havikutoka kwa masaa 4. Mabegi mengine yalitoka ya nguo yalitoka, lakini yale nilipata vizuri, ila begi la timu vile mawili, jezi hizi sijui ni koni, hii mipira, 4 hours. Na sio peke yetu, sisi na Mamelodi tulisubiri kwa masaa 4, na ilibidi sasa Mamelodi waanze ule ubuntu botha pale, wakiamsha kidogo pale, ndio tukagundua kwamba kuna mlango mabegi yao yamepitishwa na alikuwa anapelekwa store. Kwa maana yake ilikuwa hatuyapati kabisa siku ya leo, lakini ndio football ya Afrika. Ndio football ya Afrika, na wataelewa mashabiki wetu namna ambavyo inakuaga na mshike mpaka wanapata matokeo mazuri ugenini. Wataelewa pia namna ambavyo kwa nini pia uongozi wa Young Africans chini ya rais wetu Engineer Said ulifanya maamuzi ya kusafiri mapema. Imagine kama tungeondoka Dar es Salaam, mechi ni Ijumaa, tukasema tuondoke Jumatano na tufike hapa, tutrain Jumatano na Alhamis, maana yake Jumatano tungeikosa, tungefanya mazoezi kwa siku moja tu, kwa sababu leo tumeingia hapa Ozi Ouzou. Sasa hivi ukiangalia saa majira ya hapa ni saa 1, ndio, lakini kwa nyumbani ni saa 3 usiku. Maana yake leo hakuna siku ya kufanya mazoezi, siku yote leo imalizikia njiani. Kwa hiyo kwa zile hesabu tulipaka mwanzoni, leo ilikuwa tufanye recovery, lakini tumekosa hata muda wa kufanya recovery. Players wamefika hapa wanapumzika, watakuja kula dina baadaye, alafu tutapanga program ya kesho na kesho kutwa. Hiyo ndio football na ndio maandalizi ambayo tuko nayo kuelekea mchezo wa siku ya Ijumaa dhidi ya JS Kabylie. Pamoja na yote yaliyofanyika, yaliyoenda, pamoja na yote, focus yetu kama Young Africa ni kupata matokeo mazuri hapa kwenye ardhi yao. Matokeo mazuri yanazungumzia Lwatan ni either tupate matokeo ya kushinda inshallah au tupate sare. Wazo la kufungwa hatuko nalo vichwani. Wachezaji hawa wanajua, mamilioni ya Watanzania, mamilioni mashabiki wa Yanga wana imani kubwa juu yao. Watakwenda kupambana siku ya Ijumaa inshallah. Dua, sala, tuwaombee na tutakwenda kupata matokeo. Yaani ni kama motivation. Ni kama wametuamsha zaidi. Kama wametushtua kama sasa. Kwa hiyo hakuna wasiwasi inshallah. Kidogo hali ya hewa sio tofauti sana na tulivyokuja kipindi hapo cha nyuma. Tumecheza na Osma hapa, tumecheza na Belouizdad hapa. Hali ya hewa ilikuwa hivi. Unajua ubaya wa Algeria ni patabiriki.